the era of people or leaders speaking at each other iliisha na hiyo era ya serikali ya kitambo. Wakati tunakosana, wakati tunakuwa na maoni tofauti, era ambayo tuko nayo sasa hivi is speaking with each other. Ukiangalia vizuri utakumbuka kwamba umeona viongozi wa upinzani wakikashifu sana ya kwamba wewe ulikutana na viongozi wengine jana State House. Ulikutana na Chief Justice, ulikutana na Speaker. Viongozi wa upinzani wanapinga hata hiyo. Tunataka kuambia viongozi wa upinzani kwamba ni ukweli kazi yenu ni kupinga, lakini msipinge kila kitu. Sio zote za kupingwa. Nyumba zikijengwa mnapinga. Barabara zikilimwa mnapinga. Watu wakizungumziana mnapinga. Sasa mnataka nini? Tuache kuzungumza, we stop the president aache kuzungumza na viongozi, aanze kufanya vile serikali ya kitambo ilikuwa inafanya. Ya kwamba ukikosea kidogo wakati maoni inakuwa tofauti, unanyang'anywa askari, unakatiwa budget, unafukuzwa, unashikwa, unawekwa ndani. Mheshimiwa Rais ameraise issue ya corruption in the judiciary. Badala yake kusema kutumia sheria vibaya, kutumia nguvu vibaya ya kwamba aseme tutakatia hawa funds ama tutawanyang'anya polisi, akasema we sit down and talk. Na hii corruption in the judiciary is real. Hata leo hapa Nakuru mahali tuko leo sasa hivi, jana kulikuwa na watu ambao wameshtakiwa for fraud hapa Nakuru County. Watu ambao wamegrab shamba, alafu wameenda wamefake documents, wamefanya fraud, wamefanya forgery, wameshikwa na polisi, wamepelekwa kotini kwa sababu waligrab shamba wakaweka hospitali inaitwa sijui wao memorial. Wameshikwa na hiyo koti, wamepelekwa kule, wamewekwa kwa dock. Koti imesema wamechukua plea. Haya, leo watu wameenda hiyo koti, hiyo koti kwa sababu wako na pesa. Wameenda wamepata order ya kusema kwamba hata kama hizi documents zenu ni forgery, mfunguliwe hiyo hospitali kwa sababu wako na pesa, kwa sababu pengine ni wazungu, kwa sababu pengine ni watu wakubwa. Sasa jana yule mtu ambaye alishikwa akashtakiwa for fraud na leo amepewa order ya kuendelea kule mbele. Sasa tukiuliza namna hiyo, tukiambiwa sasa kuna maneno ya corruption kule kotini, mnasema ya kwamba tusizungumze namna hiyo. Mheshimiwa Rais akiambia Chief Justice corruption iko kule, amtake tena tuseme namna hiyo. There is no way we can move this country kama hatuwezi simamisha hiyo corruption ambayo iko kule judiciary. Hata hii barabara ambayo mnasema ijengwe, mtu ataenda kotini tu, alipe aseme hii barabara imepita kwangu, kando ya kwangu, apate order, akuja aseme ya kwamba barabara isilimwe. Hivyo ndio wamefanya the other counties kila mahali. Hata hii maneno mnasema ya housing ambayo tumeanza kufanya, hii mjengo imejengwa na vijana. Kuna mtu wa kutengeneza stima, kuna mtu wa kuweka floor, au ni vijana wamefanya kazi. Mtu anaenda kotini, ana bribe judge, anapata order ya hiyo area ya Kisumu ya kusimamisha mjengo ambayo inajengwa Nakuru. Sasa order inatumika kutoka Kisumu, inasimamisha mjengo ya Nakuru because of corruption. Your Excellency, some of these illegal orders should not be obeyed, should not be followed. Order ya kusimamisha vitu ambazo zinasaidia mwananchi, mimi nakubaliana na wewe, we ignore them. Sisi tuendelee kufanya kazi pamoja bila upendeleo yoyote. Kwa hivyo Your Excellency, sitaki kusema mengi. Ni shukuru tena watu ya Nakuru, kwa sababu mimi nimeangalia vizuri nikaona mimi ningezaliwa Nakuru. Wakati nimeona Gikari amesimama hapo akiwa almost like a lone ranger, akotuna viongozi wachache wanaume, nikasema ningezaliwa hii Nakuru pengine singechaguliwa kama mbunge. Kwa sababu hapa nyinyi mnapenda wamama. Sijui kwa nini mnapenda kuchagua wamama. Lakini nikitazama hapa nione kazi hao wamama wanafanya. Women who are elected Nakuru County, uangalie mbunge wenu wa hii sehemu kazi amefanya. Uangalie gavana wenu wa hii sehemu kazi anafanya mpaka anawekwa top 10 katika nchi yetu ya Kenya. Enyewe endeleeni kuchagua wamama vile mnaendelea kuchagua, kwa sababu mnajua kazi. Kwa hayo mengi na machache, niruhusu sasa